Katika ulimwengu wa leo ambapo upepo wa mabadiliko unapuliza kwa kasi kama kimbunga Hidaya, sarafu za kidijitali zimekuwa kama mwiba wa mti mpya unaochipuka kama mbuyu katikati ya msitu wa fedha. Kila mtu, kuanzia vijana wenye nguvu na ndoto kubwa hadi wazee wenye mvi na busara, huzitizama sarafu hizi kwa umakini, mithili ya fisi asubiria mfupa, akijiuliza iwapo sarafu hizi ni neema au janga la kuumeza uchumi, kama yule nyangumi aliyemmeza Yona na kisha kumtapika baada ya siku 3. Mwanzoni mwa miaka 2000 sarafu za kidijitali zilipozaliwa, wengi waliziona kama ndoto za alinacha, lakini sasa sarafu za kidijitali zimegeuka kuwa kweli. Ndiyo, watu waliziona sarafu hizi kama jambo lisilowezekana, lakini mwaka 2009 Bitcoin ilipojitokeza kama jua linavyochomoza asubuhi, dunia ikaanza kutambua kuwa teknolojia ya blockchain ilikuwa ni zaidi ya porojo za vijiweni. Ujio wa Bitcoin na sarafu nyingine kama Ethereum na Ripple ulibadilisha mitazamo ya watu waliokuwa imegoma, kama mtazamo wa yule mzee Magoma wa Yanga kuhusu pesa na miamala isiyokuwa na mtu wakati. Mwandishi wa makala hii ni Mwalimu John, mtaalamu aliyebobea katika tafiti zinazoangazia matumizi ya teknolojia kwenye sekta mbalimbali. Na mimi ni Piano Suleiman, nitakupitisha kwenye safari nzima ya sarafu za kidijitali. Kwa pamoja tuianze safari hii ya uchambuzi wa kina wa faida na changamoto zinazotokana na ujio wa teknolojia hii ya sarafu za kidijitali. Makala hii inalenga kujenga jamii yenye uelewa mzuri wa fursa na hatari zinazotokana na mabadiliko haya ya kidijitali. Sarafu za kidijitali ni teknolojia mpya iliyojengwa juu ya msingi wa usiri na uwazi. Imevuta macho ya wengi, mithili ya kigelegele cha manju wa Kisukuma. Kupitia teknolojia ya blockchain, sarafu za kidijitali zinaweza kutatua matatizo mengi, hususan ya kifedha, kwa kutoa mfumo salama wa miamala usiohitaji mpatanishi wa kati, kama vile benki. Yaani, kubadilishana pesa kimtandao ni kama kumlipa kibarua mkononi. Na hapo ndipo ulimwengu ulipoanza kuhoji kama Mheshimiwa Bwege kuwa je, huu ni mwanzo wa zama mpya za ukweli na uwazi mtandaoni? Lakini kwanza ngoja, hivi blockchain ni nini hasa kwenye sarafu za kidijitali? Jibu ni kwamba hii si tu teknolojia ya kisasa, bali kiungo muhimu kama Khalid Aucho pale Yanga, au yule kiungo punda Mzamiru mwana wa Yasin pale Msimbazi Simba. Blockchain inasimama kama moyo wa sarafu. Huu ni mfumo wa kuhifadhi taarifa ulio huru kama mtoto wa bata, usiohitaji mamlaka kuu ya kati inayosimamia utendaji kazi wake. Katika sarafu za kidijitali, teknolojia hii inafanya kazi kama orodha ya taarifa inayounganisha blocks ambazo zimeunganishwa kwa njia ya kiusalama. Lengo ni kuhakikisha uhalali na usalama wa miamala. Teknolojia hii ya blockchain ilianzishwa na mtu au kikundi cha watu kisichojulikana, lakini ukiuliza ni nani, utatajiwa jina la Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ni jina linalotumiwa na mtu au kundi la watu linalohusishwa na uvumbuzi wa teknolojia za blockchain na Bitcoin, teknolojia ambazo zimebadilisha kabisa mfumo wa fedha duniani. Mwaka 2008 Nakamoto aliandika waraka maarufu wa mwaka unaoitwa Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, ambao ulieleza jinsi sarafu ya kidijitali, yaani Bitcoin, inavyoweza kutumika kama mbadala wa sarafu za kawaida bila kuhitaji serikali au benki kama mdhamini. Katika waraka huo, Nakamoto aliweka msingi wa jinsi blockchain inavyofanya kazi kama mfumo wa kimahesabu ambao huchukua nafasi ya taasisi za kifedha kwa kuweka kumbukumbu za miamala kwenye mnyororo wa data unaojulikana kama blockchain. Na mwaka 2009 Nakamoto alizindua programu ya kwanza ya Bitcoin ambayo iliwezesha miamala ya kidijitali kufanyika moja kwa moja baina ya watu bila kupitia mfumo wa kibenki. Hii ilikuwa ni kama mwanzo wa mapinduzi makubwa katika sekta ya fedha duniani. Hawa Nakamoto au huyu Nakamoto alihusika moja kwa moja kwenye maendeleo ya Bitcoin hadi mwishoni mwa mwaka 2010. Kisha
akaacha kushiriki kabisa bila kutoa maelezo zaidi, na hadi leo utambulisho wake bado ni siri kubwa na hakuna anayejua ikiwa ni mtu mmoja, kundi la watu, au hata jina hilo pengine ni bandia tu. Na hapa ndio ujue kuwa duniani kuna mambo. Wakati kwenu hata samaki wa ziwani wanajulikana, lakini mwamba huyu mpaka leo hajulikani, lakini mawazo yake yamesalia kuleta athari chanya na hasi. Kila mtu anajua kuwa reli ina mwisho wake, lakini ukweli ni kuwa mwisho wa reli si Mwanza wala Arusha, bali ni Kigoma, kule kwa Waha, wabishi kama timu ya wale mashujaa wa blockchain ambao wamevuka mipaka ya sarafu na kuingia katika nyanja nyingi zaidi katika sekta ya fedha. Ndiyo, blockchain imesambaa kama wakinga wa Njombe. Teknolojia ya blockchain imeenda kasi kama treni ya mchongoko ya mama iliyogoma kuishia Moro. Blockchain inaleta uwazi kwenye mikataba ya kidijitali, ugavi wa bidhaa na hata mifumo ya afya. Blockchain nayo inatunza siri za mitandao kama Waha wanavyotunza siri za mikopo ya vyombo, ikihakikisha kuwa kila kitu kinaenda kwa uaminifu na uwazi bila kurudi nyuma wala kusimama njiani kama safari ya wanaume wa Temeke iliyoishia Moro. Kwanza, blockchain inatumika kama mlinzi wa data kwenye usalama wa taarifa, ikihakikisha kuwa uwizi wa kidijitali hauna pakacha la kupita. Pili, katika mfumo wa upigaji kura duniani, blockchain imeleta uhai mpya ambapo kura zinawekwa kwenye ledger isiyoweza kughoshiwa kama mti wenye mzizi wa chuma. Tatu, katika ugavi wa bidhaa, blockchain inafuatilia safari ya bidhaa kuanzia kiwandani hadi mlangoni mwa mtumiaji, huku ikiwa mwaminifu zaidi ya fisi na mkono wa nyama. Jambo la 4, sekta ya afya imeikumbatia blockchain kama mganga wa jadi wa Kimasai aliyekubali dawa za kisasa, ikihakikisha rekodi za wagonjwa zinabaki salama na kupatikana kwa urahisi. Mwisho, kwa wasanii na wamiliki wa haki miliki, teknolojia hii imekuja kuwapa utulivu wa nyoyo. Blockchain anazitia alama za umiliki zisizoweza kufutika, mithili ya vile visigino vya Mwanamalundi kwenye jiwe huko katika kijiji cha Nyandekwa pale Kahama. Kiufupi, blockchain imegusa sekta nyingi sana, na hizi ni baadhi tu. Lakini hebu tuelekee mwisho sasa. Ila si unajua safari ya Pemba bila kupita Nungwi. Sasa hatuwezi kumaliza bila kufika kileleni. Basi pumzika kidogo, kisha ongeza sauti kwenye kifaa chako, na kama hujasubscribe, gusa kitufe cha subscribe, alafu gusa alama ya kengele, na baada ya hapo safari inaweza kuendelea. Na kitu kinachofuata ni faida za sarafu za kidijitali. Mpaka sasa tumeona kuwa sarafu za kidijitali si hadithi za kusadikika kama zile za Shaban Robert. Faida zake zi wazi kama nuru ya alfajiri. Kwanza, zinaondoa uhitaji wa wapatanishi wa kifedha kama vile benki, na hivyo kupunguza gharama za miamala. Jambo la pili, zinatoa uwazi na usalama kupitia teknolojia ya blockchain ambayo ni ngumu kudanganya au kughushi. Tatu, sarafu hizi zinaweza kutumika kimataifa bila kikwazo cha kimipaka au viwango vya kubadilisha fedha, hivyo kurahisisha biashara za kimataifa. Na mwisho, zinatoa fursa kwa wale wasio na huduma za kibenki kuingia kwenye mfumo wa kifedha, kama vile mtoto wa kimaskini anayepata elimu na kubadili maisha yake. Ijapokuwa sarafu za kidijitali zina faida tele, Waswahili husema hakuna chenye asali kisichokuwa na nyuki, ingawa hawa sio wale wa Tabora waliowasurubu wananchi wa Dar. Kwa hiyo, ingawa kuna faida nyingi, sarafu hizi si nyeupe kama sufu ya kondoo wa Mzee Yusufu, bali ni kama kunguru wa bara mwenye muonekano mweupe mbele, huku akiwa mweusi upande wa nyuma. Hivyo hebu acha tuziangazie sarafu hizi upande wa nyuma tena kwa umakini. Kwanza kabisa, tujue bayana kuwa sarafu hizi hazina udhibiti wa serikali, hivyo thamani yake inaweza kutetereka kama bendera ifuatayo upepo, ikipepea nusu mlingoti, ikiashiria jambo baya katika nchi. Kwa mfano, mabadiliko ya thamani ya ghafla yanaweza kumfanya mtu aone ndoto za utajiri zikipotea, kwani anaweza kuamka tajiri na kulala fukara. Aidha, hatari ya udukuzi ipo juu mno. Kama mvuvi anavyoweza kupoteza nyavu zake baharini kwa upepo mkali, ndivyo mtu anavyoweza kupoteza sarafu zake za kidijitali kwa wadukuzi, tena bila huruma.
Hivyo katika hali kama hizi, ni muhimu kuwa mwangalifu na kudhihirisha hekima kabla ya kuingia katika bahari ya sarafu hizi. Waswahili wanaoungwana sana hata katika kushindana. Wakishindwa hawakati tamaa. Utawasikia wakisema asiyekubali kushindwa si mshindani. Hali hii inaonekana wazi katika sekta ya sarafu za kidijitali, kwani kukosekana kwa udhibiti wa kisheria ni kama kuruka bila kamba. Hatari ipo kila kona na matapeli na wadanganyifu wamekuwa wakijitokeza kama wanyama wanaovizia mawindo kwenye giza. Pia katika bei za sarafu za kidijitali, suala la bei kubadilika ni kama uelekeo wa gwaride la askari. Leo thamani ya sarafu inaweza kuwa juu kama mlima Kilimanjaro na kesho ikashuka chini kama jivu la volkano. Hali hii inawafanya wawekezaji wenye sarafu hizi kuwa na wasiwasi kila mara na kushindwa kupanga mustakabali wao wa kifedha. Pili, uwezo wa kufanya miamala bila kufuatiliwa umetoa mwanya kwa wahalifu kutumia sarafu za kidijitali kwa shughuli haramu. Watu wamezichukulia sarafu hizi kama kinga ya kujificha na kuzitumia kwa uhalifu wa mtandaoni na biashara ya dawa za kulevya. Ukiwasikia rafiki zako wanaziona kuwa fursa tu, wakumbushe hatari hizo pia, na zinaweza kumkuta yoyote, wao ama ndugu zao. Na swali linabaki kuwa tunafanyaje kutoka huku? Msemo wa Kiswahili husema lisemwalo lipo na kama halipo laja. Kwa wakati huu ambao jamii na mifumo ya maisha inavyobadilishwa na teknolojia, sarafu za kidijitali ni ukweli ambao hauwezi kupuuzwa. Hata hivyo, ili kupunguza changamoto zinazotokana na teknolojia hii mpya, kuna mambo kadhaa yanapaswa kuzingatiwa. Kabla ya kuyaona na kukumbusha tu, gusa alama ya subscribe kama bado hujafanya hivyo, kisha tuendelee. Cha kufanya hapa ni rahisi tu. Mosi ni kuhakikisha kuwa kuna udhibiti wa kisheria. Serikali na mashirika ya kifedha yakiweza kujitahidi kuweka sera madhubuti za kudhibiti sarafu za kidijitali. Bila sheria imara, matumizi mabaya yataendelea kuota mizizi na hivyo kuleta madhara makubwa. Pili, elimu kwa umma. Wabongo husema akili ni nywele, kila mtu ana zake. Usiniulize kwa wale wenye ndevu na vipara, lakini itoshe kusema kuwa watu huangamia kwa kukosa akili na maarifa. Hivyo basi, ni muhimu kuwapa watu maarifa ya jinsi ya kutumia sarafu za kidijitali kwa njia sahihi. Elimu itawasaidia kuepuka mitego ya wadanganyifu na matapeli wanaozidi kuongezeka. Sarafu za kidijitali zinakuja kwenye mataifa yanayoendelea kama dhoruba iliyoanzia baharini kuelekea nchi kavu kwa kasi kama ya tsunami inayotarajiwa kuja na madhara makubwa kama ya kimbunga Hidaya. Sarafu hizi zikiwa na uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa uchumi wa dunia kwa kuwa na faida nyingi kama vile kupunguza gharama za miamala, kuongeza uwazi. Changamoto zake ni kama misumari kwenye mti, hivyo ni muhimu kupambana nazo ili mti huo wa uchumi, usalama na maadili usiharibike kamwe. Ni wakati sasa, wakati wa kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha teknolojia hii inatumika kwa manufaa ya jamii nzima, huku ikiheshimu misingi ya kimaadili na kulinda uchumi wa nchi yetu. Aidha, ni muhimu kwa serikali za nchi zinazoendelea kufikiria kuwekeza katika elimu kuhusu masuala ya sarafu za kidijitali na teknolojia ya blockchain, kwani ni suala nyeti mno linalogusa moyo wa maendeleo ya nchi hizo. Kama dhahabu ilivyo kwenye mchanga, elimu ni muhimu ili kutambua na kuchangamkia fursa zinazotolewa kutoka kwenye teknolojia hii mpya. Serikali zinapaswa pia kuhakikisha kwamba vijana wanapata mafunzo yanayohusiana na masuala haya ili kujenga uwezo wa ndani wa kitaaluma. Isije kuwa ni mwanya mpya wa kusafirisha uchumi kutoka kwenye mataifa haya kwenda kwenye mataifa yaliyoendelea. Badala yake ni wakati wa kujenga mifumo inayowapa vijana ujuzi wa kukabiliana na mabadiliko ya kiuchumi pamoja na teknolojia. Kwa hivyo, kujenga msingi thabiti wa elimu katika sarafu za kidijitali na blockchain kutawezesha vijana hawa kuwa viongozi na wabunifu wa siku zijazo na hatimaye kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi zao. Jina langu ni Piano Suleiman na mwandishi wa makala hii ni Mwalimu John. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya Instagram na Facebook kwa jina la Wind Media Tanzania. Asante.